kwenye neno la Mungu katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 37 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 20. Ukisoma hapo unamwona Yusufu anaishi vizuri na ndugu zake. Lakini baada ya Yusufu kuota ndoto, unaona ndugu zake wanatengeneza mipango ya kumuua Yusufu. Swala la kujiuliza, kwa nini wasitengeneze hii mipango ya kumuua Yusufu tangu mwanzo, waje kutengeneza hii mipango baada ya Yusufu kuota ndoto? Ukisoma huo mstari wa 20, unaona ndugu zake wanasema hivi, na twende tukamuue ili tuone hizo ndoto zake zitatimiaje. Kwa kumbe lengo ilikuwa sio Yusufu, lengo ni ndoto. Walikuwa wanawinda ile ndoto waiue. Na ndicho anachokifanya adui saa hii. Anawinda ndoto za watu ili asiue, na amefanikiwa kwa baadhi ya watu. Sikiza nikwambie kitu ndugu yangu. Adui anatafuta hicho ulichokibeba, hicho ulichopewa na Mungu ndani yako. Hayo maono leo yabeba, hiyo ndoto adui anaitafuta ili aiue. Na ndio maana unaona leo hii watu ambao walitakiwa wawe madaktari wakubwa, watu ambao walitakiwa wawe viongozi, watu ambao walitakiwa wawe mainjinia, wawe watumishi wa Mungu, leo hii ni mashoga, leo hii ni walevi, leo hii ni makahaba wakubwa. Kwa nini? Adui amewinda ndoto zao na adui amefanikiwa kuua ndoto zao. Hakuna sehemu ambayo Mungu amemuumba mtu aje kuwa mlevi hapa duniani, aje kuwa shoga, aje kuwa kahaba, aje kuwa mwizi. Hakuna. Bali ni adui anaachilia roho chafu, roho za ushoga, roho za ulevi. Lengo lake ni nini? Lengo lake ni kuua vile vitu ambavyo watu wamevibeba ndani yao. Lakini atukuzwe mfalme Yesu ambaye alimfufua Lazaro na kumtoa kaburini. Anao uwezo wa kufufua leo hii hayo maono ambayo adui ameyaua. Anao uwezo wa kufufua hiyo ndoto, anao uwezo wa kufufua hicho kitu ambacho adui alikiua. Anao. Unachotakiwa kukifanya leo hii wewe ni kumwamini huyu Yesu na kumfuata huyu Yesu. Kwa maana adui ameachilia roho za kukata tamaa ndani ya watu, na amefanikiwa. Watu wengi wamekata tamaa, wameshindwa kutimiza maono yao. Tunamhitaji Yesu katika maisha yetu, atusaidie. Tunamhitaji mfalme wa falme,